Clear Vision TV, bridging ideas to reality. Kliniki yetu hii ya Optical Center imekuwa ikitoa huduma za macho kwa zaidi ya miaka 13. Na huduma zetu hizi zinafikia watu kwa njia mbalimbali, na tunatoa huduma za miwani, contact lenses na upasuaji au operation pale panapohitajika. Kwa kipindi cha miaka hiyo yote, tukaanza kuona kwamba tunafikiwa na watu ambao wana shida lakini hawana hela ya kugharamia vipimo au matibabu. Kwa hiyo kama sisi kama clinic tukaanza taratibu kuanza kuwafadhili hawa watu. Kwa hiyo tukawa tunafanya kambi au tunafanya vision screening ambazo tunapima watu bure kwenye sehemu mbalimbali, kwenye manispaa mbalimbali, kwenye maonyesho mbalimbali kama Sabasaba, kwenye camp ya afya check ambayo huwa tunafanyaga sana karibu na Dr. Isaac Maro kwenye camp kama hizo. Tukaona tunaenda kule and then tunakutana na watu wengi ambao wana shida lakini hawana uwezo wa kugharamia matibabu au kugharamia hata wa upimaji. Kwa hiyo tukaanza kuona kwamba tunafanya wenyewe kidogo kidogo. Tunafanya hapa, tukaona tunazidiwa nguvu. Lakini mwaka huu tukapata bahati kubwa sana kutoka wafadhili wetu ambao ni Qatar Charity, wakaja na package kubwa zaidi ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi, ili hawa watu wengi especially wale ambao hawana uwezo wa kugharamia au kukava matibabu yao kwenye level zote za matatizo. Nikimaanisha wale ambao wana uhitaji wa miwani, basi watapata hizo miwani bure. Kama wale wanahitaji wa dawa tu, watapata hizo dawa bure. Na specifically hili zoezi lipo kuwagusa au kuwatafuta wale ambao wenye matatizo au wenye shida ya mtoto wa jicho au cataract. Ana mtoto wa jicho au cataract kwa muda mrefu lakini anashindwa kupata matibabu kwa sababu ya hawawezi kugharamia hizo operation. Basi wafadhili wetu hawa wa Qatar Charity wako tayari kuwahudumia na kuwalipia kwa 100% gharama zote za upasuaji, gharama zote za aftercare bila hata mtu kuingia mfukoni. Kwa hiyo tumeona mwitikio ni mkubwa sana, na hili zoezi tumeanza kulifanya tokea tangu mwisho wa Januari. Tumeanza kule Kigamboni, tumezunguka Temeke, na hizi siku 2-3 tuko hapa Kawe. Tunaona mwitikio ni mkubwa sana. Sasa tunataka tusiwe wachoyo. Tunataka tuwafikie watu wengi zaidi. Kwa hiyo kama kuna mtu sehemu yote uko na yote Tanzania hata Dar es Salaam ambaye anajua kwamba ana hiyo shida na amekaa nayo muda mrefu, kwamba ameshaenda kwenye matibabu ya macho, kishaambiwa na mtoto wa jicho lakini akashindwa kwenda mbele na kufanya au kupata matibabu ya aina yoyote ile, basi tunakukaribisha. Tutatoa namba yetu ya simu, utatupigia, na pia tutatoa location yetu ambayo tupo. Utakuja, tutakufanyia vipimo. Kama unakidhi vigezo na afya macho yako vizuri, basi utapata hizo huduma au kugharamiwa kufanya vipimo vyote bila kulipa chochote kile. Kwa kipekee kwa kweli nimeguswa sana, na nataka nimkaribishe Bwana Amjad ambaye ni mwakilishi wa Qatar Charity. Nimpe nafasi na yeye aweze kueleza jinsi hii nayo kwao ina maana gani kwetu, na wao wanajisikiaje kuweza kuwagusa na kufikia Watanzania mbalimbali kwenye hii sekta nyeti ya kuboresha afya macho yao. Mr. Hamad, you're welcome. Qatar Charity is operating in more than 34 countries, and Tanzania is not an exception. We are here to implement our projects and to follow our vision and mission, especially in development and humanitarian responses for the local community. In general, we are operating in multiple sectors, starting with health, education, economic empowerment, and even supporting social welfare. Today here we are in means of following the Sustainable Development Goals and the Ministry of Health strategy. We are trying to fulfill this kind of goals in means of providing accessibility for all people toward the health services, public services, and primary, secondary, or even specialized. So through this intervention, Qatar Charity makes sure that all people, or at least the targeted area,
that have an access to eye services, starting from screening, continuous with the treatment, even providing glasses for reading or any other kind of eye problems, and ending with cataract surgeries. This campaign is one of the campaigns that Qatar Charity is starting 2026, and it won't be the last one. There will be other campaigns that dealing with ear disability or hearing disability, ENT, even something for cleft lip surgeries that will be taking place in Mwanza. Also, we are planning to operate in not only in mainland but also in Zanzibar. Of course, we are trying to include all the people with the fragile criteria, and this is our mandate to operate and to fulfill the goals of Qatar Charity, Ministry of Health, and even the United Nations in means of Sustainable Development Goals, Health Section. That's all, and thank you very much. Nzuri sana ambayo kiukweli sikuwahi kuwaza wala kufikiri kwamba nitakuja kupata huduma kama hiyo. Nilipoanza kutokuona, kwanza mimi ni fundi wa kushona, pili ni dereva. Nilishindwa kuendelea kushona kwa sababu hata kuweka tu uzi ilikuwa kwangu ni ngumu. Nilipoisikia hii tangazo nikasema hapana, naacha kazi zangu zote nifike. Je, hiki kitu ni kweli au ndo pale unaenda wanakupa maneno afa inabidi uchangie hela kidogo ili tuweze kukupa hii miwani? Lakini nimefika hapa, nimepimwa bure, nimeangaliwa, nimechikiwa bure, na nakuja kupewa miwani bure. Tunawashukuru pia wafadhili hawa ambao wamejitokeza kwa ajili ya hiki kitu. Kuna watu ambao kwa macho yangu ninawaona na ninawafahamu, wengine mpaka sasa hawaoni kabisa, lakini kupata kitu kama hiki hawajakipata. Nimeshindwa kuwabeba kwa sababu hata uwezo wa kusema na mimi niwabebe wawili watatu niwalete inakuwa ni ngumu kwangu. Uwezo ule wa kuwabeba, kuwaleta na kuwarudisha kwangu ni ngumu. Lakini kwa vile amesema ni huduma ambayo ni endelevu, ipo, naamini tutamfikia mkurugenzi, tutawaleta hao watu waweze kuhudumiwa kama nilivyohudumiwa mimi. Hii huduma wasiiache, ni nzuri, inasaidia sana 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 sana. Watanzania tulio wengi tunakufa na magonjwa kwa kuogopa sina kitu. Siwezi kwenda pale, lazima wafanyeje? Wanichaji, wanatangaza waongo hawa. Si kweli. Ukifika pale kwambia tu 5,000, mimi 5,000 sina. Anabaki huko nyumbani. Kwa kuwa sisi tumehudumiwa au mimi nimehudumiwa, nina hakika na hili jambo, maana ninapomweleza mtu na mhakikishia kwamba huu ni ukweli kabisa ambao upo na utahudumiwa bila shida. Zaidi ni kuwashukuru kwa jambo hili ambalo wamelianzisha kwa sisi Watanzania ambao ni watu wa hali ya chini, wa kipato cha chini kabisa. Zaidi ni kusema asante kwao, na watupokee tutakapokuja na watu ambao hawajiwezi kwa ajili ya huduma hii. Asante sana. Tumefanya kwenye maonesho mengi kama ya Sabasaba, tumefanya Mnazi Mmoja, hapa Kawe tumeshafanya kambi nyingi sana. Hata wateja wetu wengine tunaona wanarudi, huko nyuma walikuwa wabidi walipe, lakini tunaona sasa wanarudi, wanaenda nafasi ya kufanyia sasa matibabu ya bure. Tumefanya kwenye wilaya mbalimbali za Kinondoni, Bagamoyo, Msata, Miono. Yani ni kitu ambacho tulikuwa tunakifanya kama kurudisha fadhila kwa jamii, lakini tulikuwa tunachaji miwani na tulikuwa tunachaji dawa. Tulikuwa tunachaji. Kwa hiyo sasa hivi ni mara ya kwanza tunafanya sasa kwamba ni 100% bure. Tumepata mfadhili anagharamia kila kitu, kufanya ile huduma, kutoa dawa, kutoa miwani, na pia wapate ile operation kama wanahitaji wale ambao wamekidhi vigezo. Nianze ile la mwisho, maana mengine utanikumbusha kama nimesahau. Ili zoezi kama unavyoona hapo, kuna watu wenye tabaka umri mbalimbali. Anybody can come. Shida ya macho kwa wote. Shida ya macho, mtoto anaweza kazaliwa na shida ya macho inampata mtu yoyote yule. Kwa hiyo ili zoezi la kufanyia screen, yani kufanyia uchunguzi, ni bure kwa mtu yoyote. Sasa zile ambazo huduma ni bure specifically kama tulivyosema, miwani ya kusomea. Kwa hiyo miwani ya kusomea inakuvucha kwenye tabaka jingine sasa kwa mtu mwenye miaka 40 na kuendelea. Mtoto wa jicho nalo unaweza wakawa watoto wengine wamezaliwa na changamoto ya mtoto wa jicho. Kwa hiyo tukimscreen ama tukimuona atapata huduma bure. Lakini utakuta sasa mtoto wa jicho ni vitu ambavyo
Haya, tunavuka tena tabaka, tunaenda kwenye age gap huko sasa, kwa sababu ya age na kadhalika. Kwa hiyo utakuta watu wengi au majority ya watu ambao tunawapa huduma ya kufanyia mtoto wa jicho ile miaka 40, 50, 60, 70, 80 na kuendelea. Sawa? In fact, sijasema kwamba tuko 4 locations, tuna branch sehemu 4. Tuko hapa Kawe, Kigamboni tunakuelewa sana kwa sababu tuna branch Kibada, Kigamboni, maeneo ya Shangu. Kwa hiyo kule tulishafanya vision screen sana, tunakuelewa. Haya, kwa hiyo tukaanza Kigamboni, tukafanya Kibada, Chamazi, tukakuwa kwenye different locations kule. Kwenye masuala ya shida ya macho ni variable, lakini vitu vya haraka ambavyo tunakutana navyo ambayo ni changamoto ya macho, yani wewe amini ni refractive error. Nikisema refractive error ni kwamba mtu haoni mbali, mtu anashinda kusoma. Kwa hiyo ni ile miwani, inaweza ni simple miwani tu kwamba huyu mtoto anashinda kwenda darasani au anaenda perform darasani just because haoni mbali, lakini mzazi wake anamwambia subiri kwa sababu hana hela. Kwa hiyo mtoto anashangaa anakuwa anaenda perform, afanye vizuri kwenye masomo na kadhalika, na ni kwamba tu aende akapime macho basi, apewe nafasi access kwenda kupima na kuchekiwa, and then akishachekiwa sasa apate ule msaada kupatia miwani na kusoma sasa, ili mtoto aweze kuendelea darasani. Kingine ni kama mtu mzima. Unajua hii shida ya macho pia inaleta economic impact. Na maanisha ni kwamba utakuta baba ni mkulima, ambaye ndo chanzo ya kipato cha familia. Sasa mara amepata mtoto wa jicho, hawezi kuona tena. Ina maana baba hawezi kwenda kufanya kazi, hawezi kwenda shambani, labda hawezi kwenda kutafuta because hawezi kuona. Anakuwa na sitomfahamu, kwa sababu na wengine anakuwa kuna hofu au hamna knowledge kwamba hivi tumeweza kutokea, basi anaenda wapi, yuko wapi. Kwa hiyo lack of information, access ya kwenda kupata matibabu. Lakini huyo mtu ukamchukua akaja akapewa nafasi kwamba ana changamoto fulani, anaenda anachunguzwa vizuri, kwa sababu kuna lazima ufanye proper examination. Maana ukiingia kwa ndani unaona we are going into lens. Ni zoezi pana tumelipokea, lakini hatutaki kukata kona. Okay? Kwa hiyo akapatiwa matibabu, akapata matibabu ya kuchuna, kusafisha macho yake, anarudi tena kwenye kuhudumia familia na anachangia kwenye kipato cha taifa vile vile. Kwa hiyo kutoona vizuri nayo kuna impact kwenye economy au kwenye uchumi wa mtu au kwenye uchumi wa familia pia vile vile. Haya, hii program ipo bado tunaendelea. Tumejishajua mpaka March. Kuna namba nitaitoa, nimesema baada ya kila kitu, ili mtu atakayesikia, atakayeguswa, atakayetaka kupata huduma atatupigia, atakuja au aje hapa makao makuu Kawe, atatuona, tutamhudumia. Kwa hiyo iko mpaka March. Clear Vision TV, bridging ideas to reality.